Jambo. Unajua sasa leo sitaki kuongea udaku, sitaki kutukana mtu, sitaki kuongea mambo ya watu. Kuna story leo nimeamka inanikwaza kidogo, nikaona ni muhimu niongee na vijana wadogo. Ndio najua mimi ni kijana, lakini mimi si kijana mdogo sana. So nataka kuongea na vijana wadogo. Now, unajua vijana wadogo wakati hauna do ndio unatafuta, kuna hii kitu ina happen that unatafuta do na unatafuta maybe life partner, wife or maybe girlfriend mwingie kwa relationship. And now kwa hiyo harakati unajipata umekutana na our girls or our madam wanakupea impression that they are simple, yeah, maybe background zao zinafanya una feeling humble, but trust me, kama kuna the wrong lady wewe kujiassociate nayo, ni mdem anakupea impression that yeye ni simple, yeah, yeye ni humble. Huyu ni mdem in the long run atakuwa na pressure, yeah, like wewe jua uko likely hata commit suicide, because most of the time our madem humble wana believe wrong and right iko determine na their emotions, vile yana feel when the relationship, whenever she's not happy, the relationship is not happy. Whenever she's happy and you're not happy, the relationship is happy. So they normally think it's all about themselves, yeah, not about you two, wewe na yeye. So kwa maboy child wote pale nje manze, afadhali uende mdem ama umari wife anajielewa, ule ako tayari established. But ukijifanya unataka kumari au madem wako bado hawajajielewa, hawajaji decide nini wanataka kwa maisha. Whenever nasema hivyo na maanisha maybe hana job, hana career, hana profession, huyu ni dem atakupea pressure ile hujaiona. And the reason why is now that hana career, I need kutafuta job. Now that hana profession, I need kutafuta job. Dream yake ni kuolewa na mtu akona pesa zaidi ndio aweze kumtoa pia yeye kwa poverty, which in the recent years tumeona ni kitu inaenda ikipungua juu pia watu wako na pesa siku hizi wanatafuta madem wako na do. And that's when kuna kuja hii question ya what are you bringing to the table, yeah. Now pasa nikupe a recent story, mbona na claim hivyo or mbona niko bitter about that. Something happened to one of my friends, sita mention jina yake because some of my friends knows him. Friend yangu tulikuwa nafanya job organization moja. Hiyo organization yetu ilikuwa funded kutoka Sweden na Norway na Denmark. Then most of the time kwa mwaka tulikuwa tunaweza pokea our donors, wanatuma wageni wale wana fund hizi project kukuja Kenya kuona vile projects zinaendelea. Then later on they will mingle with the staffs. Now kuna huyu dem mmoja alikuwa amezalishwa watoto wawili, na mwenye alimzalisha ikapen alimwacha. So udem alikuwa na watoto wawili. So as time goes by, udem hawa yake ikakuja ikafungwa, so hakuwa na anywhere ya kuenda. Then friend yangu akafeel petty. At some point ni kama alikuwa hai pia udem, being that pia alikuwa single, alikuwa mwana udem ni dem anajituma nini wanaweza anzisha kitu naye. Then uchali vile udem alifungiwa keja, uchali akachukua udem akamuingiza kwa keja yake, wakaanza kuishi. Wakaishi for 3 years. Bado wote wanafanya job pale kwa organization, but unajua whenever mnafanya job kwa hizi organization hakunanga
salary inakuwa allowances. So unapata hii allowance ukiweka inaweza kusaidia kulipa rent and stuff. So udem ubeshti yangu ikape na mesaidia udem aka make sure watu wamerudi chuo nini kila kitu, anawaprovidea food, shelter, aka make sure wako happy for hizo 3 years. Now ilifika point siku moja wageni wakatumwa bila utumwa. Wageni wakakuja Kenya. Wageni wa this time walitoka Norway. Kutoka place inaitwa Oslo huko Norway. Wakakuja Kenya kuona vile project zinaendelea. Tulikuwa tumejenga shule huko Ngong. Tulikuwa na project ya wamadhi wana live na HIV. Walikuwa wanashona mabeads, walikuwa wamechukuliwa hao pale Kibra. Tulikuwa na project ya kumenta girl child. So udem job yake main pia ilikuwa kumenta girl child, kuambia ni aje whenever before upate mtoi na mtu like anawapea hizo talks wasi make mistakes, au kama madem being that sasa yeye amejipata ameza watoto wawili na anawalea na a different person who is not their father. So wageni walipokuja, after wageni wamevisit project, utapata normally wanapenda kwenda Zanzibar, wanapenda kwenda Masai Mara, wanapenda kwenda Mombasa. So they choose one of the destination. So this time around wageni walisema wanataka kwenda Tanzania. And wageni walipokuwa wanataka kwenda Tanzania, umdem ikapena meko kwa list ya wageni wanaenda TZ. Ikapena meko kwa list ya wageni wanaenda TZ. Na wale kwa company wale donors wanakam sengine na students, lecturers hivyo sasa, because mostly funding inatoka kwa gymnasium, shule, university, college. So udema kenda TZ, boy wangu akabaki mtaani kwa organization na kila vitu zingine. Hiyo TZ walika about 10 days. After 10 days wageni wakarudi Nairobi ndio waweze kupanda ndege JKIA waende kwao Norway. Then vile alirudi kutoka TZ, definitely alienda kwake home kwake na Chali yako happy, amemiss wife yake for unajua sasa mshaka 3 years, wewe ni bibi na bwana according to setup ya Kenya. So jamaa akawelcome wife yake akampeleka home. So wife alipofika home, wife akaambia jamaa, guess what? Jamaa kamuuliza what? Nimeproposiwa. Kuonyesha jamaa ring ameproposiwa. Hakukuwa na discussion hapo. Dema ameproposiwa, yu wa zamani amekuja kumwambia guess what, nimeproposiwa. Then boom. As we are speaking, boy wangu anakunywa changa mtaani, depression, hajawahi recover kwa hiyo story. Nakumbuka nikianza hii story nilisema these average girls or average ladies, they think the happiness is not mutual. Happiness ni yao peke yao, au ndio wanafaa kuwa. Happiness inakuwa determined with the emotions, like wrong and right kwa relationship inakuwa determined with the emotions. Umeona sasa kwa hii story, udem walienda wakaproposiana na huyo jamaa walikutana naye. Akujali uchali atafilaje, uchali amekuwa naye for the last 3 years. The only thing alijali ni vile yeye atafaidika kwa the new marriage setup yenye atapata. Alifeel tena ya uchali tena ifai, uchali mwenye alimost na watu wake. So is the main reason
why nimeambia maboy child wote wale wako pale nje, kama wewe ni youth unataka ku marry or unafikiria kuwa na long time partner, tafadhali hawa dem average wachana nao. Tafuta dem ako na career, tafuta dem amesoma, tafuta dem anajielewa. Usitafute dem ati una feel maybe juu familia yao ni humble pia atakuwa humble. Hapana, mission yake ni kuinua familia yao. So wewe at that time atakudate for convenient purposes. Wewe kwake wewe ni kama Uber, utambeba from destination A mpaka B. Hapa C akishaona ile kitu amekuwa akitaka kwa maisha yake, atakusahau vile wewe huwa unasahau Uber ile ulishuka. Haujuangi hata number plate ilikuwa gani. So marry mdem anajielewa, marry mdem anaweza kuchallenge, marry mdem afikiri that wrong na right ziko determine na emotions zake, vile yeye ana feel kama ni inamfavor, then hiyo wrong iko right. Facts hazimeki sense. So kama ushapitia story kama hii ama unajua story kama hii, unaweza comment hapo chini ndio turudi tuchanuane zaidi. But at the end of the day, you as a man, wewe ndio unajua maliki yetu inakufinya. Haimaanishi kitu iliyapenia best yangu ndio pia itakuwapenia. Yako story yako inaweza kuwa different. But most of the time, trust me, that's the story. Our them, they will always marry you or stay with you for convenient purposes. After amepata kitu ile alikuwa anataka, atakuacha kama taxi imekubeba kutoka airport na kufikisha nyumbani, utakaye kumbuka inakaaje. Sawa, so siku advice, mimi nimesema tu story vile iliyapenia friend yangu. At the end of the day, wewe unajua kitu roho yako inataka. At the end of the day, wewe unajua vile wewe na huyo your average girlfriend mnapelekana. Sawa. So whatever happened to my friend, haimaanishi itakuwa penia. Story yako inaweza kuwa different. Maybe kama story yako ni different, pia unaweza comment hapo chini, tunaweza fanya feature kwa story, useme vile yako ni different na umekana ude miaka ngapi. Naweza penda kusikia. Niko interested sana. Sawa. Thank you very much. For more stories like this, usisahau kusubscribe pale TikTok, usisahau kufollow pale Instagram, usisahau kufollow, ndio anytime tumepost any new video unakuwa wa kwanza kuiona. Thank you very much.